Miongoni mwa habari tulizonazo katika Mbiu ya Kusini juma hili. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chunya limefanya huduma ya uzinduzi wa nyumba ya misheni atakayokuwa akikaa mchungaji wa mtaa huo, huku wakimtia moyo kwa kazi ya utume. Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania imehitimisha harambee yake inayojulikana kama Sek Big Day, ambapo zaidi ya shilingi milioni 100 zimekusanywa kama sadaka kwa ajili ya kumalizia awamu ya mwisho ya ujenzi wa ofisi za conference hiyo. Katika habari za kimataifa, chuo kikuu cha Asia Pacific International kilichopo Saraburi, Thailand, kimefungua kituo kipya cha utafiti kilichojitolea kwa maandiko na mchango wa historia wa Ellen G. White. Na katika habari za muziki na maburudisho, kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania imeandaa siku maalumu ya muziki na uimbaji ili kuifahamu falsafa ya muziki wa Kiadventista. Hujambo na karibu katika taarifa ya habari kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chunya limefanya uzinduzi wa nyumba ya utume atakayokuwa akiishi mchungaji wa mtaa huo, huku wakimtia moyo kwa kazi ya utume. George Mtarogwa ana taarifa zaidi. Akizungumza katika tukio hilo, mwenyekiti wa Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, amewapongeza washiriki wa mtaa wa Chunya na kusema kuwa kuweka wakfu nyumba maana yake ni kutambua kwamba Mungu ndiye amekuwezesha kuikamilisha. Tuwapongeze sana mtaa wa Chunya. Tunapoweka wakifu nyumba, unatambua kwamba wewe ambaye ni mjenzi au wewe ambaye ni mmiliki, Mungu ndiye amekuwezesha. Amen. Hilo ni jambo la kwanza ambalo unalitambua. Jambo la pili, tunapoweka wakifu nyumba, maana yake ni kwamba itatumika kwa matumizi ya kumtukuza Mungu peke yake. Amen. Ingia na uelewa huo, ingia na ufahamu huo kwamba hii nyumba ni mali ya nani? Mungu. Na kama ni mali ya Mungu, usiingie humo na vitu visivyofanya nini. Akisoma risala kwa mgeni rasmi, katibu wa mtaa huo ndugu Simburia amesema wazo la kujenga nyumba hiyo ya misheni lilianza baada ya kuona hitaji la kutengeneza makazi mazuri na bora kwa mchungaji. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chunya katika juhudi zake za kuhakikisha mchungaji anakuwa na makazi salama na mazuri, lilianzisha mradi wa ujenzi wa nyumba ya misheni. Mradi huu ulilenga kutoa makazi bora kwa mchungaji ili aweze kutekeleza majukumu yake ya kiroho kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, wazo na mchakato wa kujenga nyumba ya misheni lilianza huko awali na watangulizi wetu na kupendekeza wapi nyumba ijengwe. Aidha, mchungaji wa mtaa huo Edward Sichinga amefurahishwa na jinsi washiriki walivyoungana na kuonesha umuhimu wa huduma yake kwao kwa kujenga nyumba atakayoishi na kumtia moyo katika kazi yake. Kwa tukio la leo limenitia moyo kwamba nina watu ambao wananithamini, na hivyo na mimi nimejiona ni mwenye thamani kubwa sana, si mbele zao tu bali hata mbele za Mungu. Maana nisingekuwa mwenye thamani kwao, wasingeguswa kunipa zawadi kama hizi kama sehemu ya kutambua huduma yao ambayo nimekuwa nikiwapatia. Kama mchungaji nimejifunza jambo kubwa sana, kwamba mambo yanahitaji maamuzi. Mkiamua kumbe inawezekana. Kama wametumia ndani ya miaka 2 peke yake kukamilisha nyumba hii,
basi inawezekana kabisa washiriki wakiungana kwa pamoja. Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria, akiwemo mkuu wa majengo ndugu Laban Mtewele, wameelezea tukio hilo na kusema kuwa changamoto katika ujenzi zilikuwepo, lakini Mungu aliwawezesha. Changamoto kubwa ilikuwa ni kupatikana ya fedha, lakini nashukuru kwa sababu washiriki wa kanisa kwa pamoja waliitikia mwito na walitoa fedha ya kutosha kabisa. Tukio la leo ni furaha kwa kweli. Tumefurahi, tumemzungulia mchungaji wetu nyumba, na kwa ujumla tu kila kitu nimekifurahia. Tukio hilo la uzinduzi na uwekaji wakfu wa nyumba ya mission iliyojengwa na washiriki wa mtaa wa Chunya limeenda sambamba na tukio la kutambua huduma ya mchungaji kwa kumtia moyo. Nikiripoti kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel. Mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni ili kutoa maoni yako, lakini pia kupata taarifa zaidi katika akaunti zetu zinazoonekana hapo kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji, na hivi sasa tuangazie habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili. Konferensi ya Kusini Mashariki mwa Tanzania imehitimisha harambee yake ijulikanayo kama SEC Big Day, ambapo zaidi ya shilingi milioni 100 zimechangwa kama sadaka kwa ajili ya kumalizia awamu ya mwisho ya ujenzi katika ofisi hizo. Mtambo Mgereza ana taarifa zaidi. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, Mchungaji Kennedy Warumbe amewakumbusha wachungaji kuhakikisha wanakamilisha ahadi zao ili ujenzi wa ofisi hizo ukamilike ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa ni siku ya pekee sana tuile katika habari ya mradi wa ujenzi wa ofisi ya conference hapa SEC. Tumekutana na wazee wa kanisa kutoka makanisa ya Dar pamoja na Pwani, lakini pia tumekuwa na wachungaji, tumekuwa na wadau mbalimbali ambao wamekuja kwa ajili ya kuendelea kutoa sadaka kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa ofisi. Imekuwa ni siku ya pekee sana, na kwa neema ya Mungu tumewatia moyo wazee wa kanisa na wadau mbalimbali. Tunatamani kwa neema ya Mungu inapofika mwezi wa 10 hili jengo liwe limewekwa wakfu. Na baada ya kwamba tumetiwa moyo na masomo kutoka kwa neno la Mungu na katibu mkuu wa union, naamini kabisa kwamba kwa neema ya Bwana mwezi wa 10 ili jengo litakuwa limewekwa wakfu, na ni kwa utukufu wa Bwana. Kwa upande wake SP Justin Mchome, mhazini wa SEC, amesema matoleo haya ni ushuhuda wa imani ya washiriki, huku akiwakumbusha wale walioahidi kutoa michango yao na kutekeleza ahadi zao kwa wakati, kama ilivyoelekezwa kwenye somo la mchungaji Izungo kuhusu umuhimu wa kumaliza nadhiri. Na kwa awamu hii, kwa fedha ambazo zimepatikana, tumepata keshi zaidi ya milioni 100 ambazo zitasaidia hatua ya kuwezeka, lakini pamoja na kufanya finishing katika floors zilizobaki. Tunamuomba Mungu wale ambao wametoa ahadi zao. Tumepata somo zuri sana la kutokumwekea Mungu nadhiri na kuchelewa kuitimiza. Kwa hiyo ni bora usiweke nadhiri kuliko ukaweka nadhiri ukaacha kuitimiza. Kwa somo limekuwa la baraka na tumeona mabadiliko. Zile ahadi ambazo zimekuwa ni nyingi kila wakati, sasa keshi imekuwa ni nyingi kuliko hata ahadi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa namna hiyo kwamba sasa ujenzi utafika katika nzuri, na kwa neema ya Bwana ujenzi huu utakamilika mapema iwezekanavyo. Na washiriki na wadau waliohudhuria harambee hiyo wameeleza furaha yao kwa hatua iliyofikiwa, wakisisitiza kuwa wataendelea kushiriki kwa hali na mali kuhakikisha ujenzi wa ofisi za SEC unakamilika kikamilifu. Kwa jina naitwa Mwalimu Janet Joseph Kajiru, ni mwalimu mkuu wa shule ya Kongoya Adventist. Kwa ni siku njema ambayo watu wa Mungu wamejitoa mali zao kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa ofisi hii. Niweze kuwakaribisha katika shule yetu ya Kongoya Adventist kama CAPS, ambayo ni shule bora ya watoto ambao inawalea katika malezi mazuri ya kumjua Mungu licha ya elimu dunia inayotolewa, lakini tunaandaliwa kuwa vijana wema wa taifa letu hili la kesho pamoja na ufalme wa mbinguni. Kwa majina naitwa Ezra Bongo. Kwa mwaka 1.5 kazi kubwa imefanyika hapa. Kama unavyoona picha hii hapa, ndipo ambapo conference yetu ikikamilika itakuwa na muonekano huu.
Ninawatia moyo wadau, washiriki wa makanisa katika jimbo hili la Seki, muendelee kutoa sadaka zenu. Kwa majina naitwa Kura Charles Mgendi, ni mshiriki wa kanisa la Kigamboni. Nimefurahi kufika Big Day hapa Seki, makao makuu ya Adventista wa Sabato. Kwa kweli ni furaha kuona jengo linaendelea vizuri na kwa kasi. Kwa hiyo nahamasisha watu tuendelee kutoa sadaka zetu kwa ajili ya kukamilisha jengo hili kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kutoka makao makuu ya Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, Seki, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Asante sana Mtambo Mgereza kwa taarifa hiyo, na hivi sasa tuelekee kule Nyanda za Juu Kusini ambapo idara ya vijana kanda ya Iganzo jijini Mbeya imefanya kambi ya siku moja ikihusisha matembezi ya mwendo mrefu kwa lengo la kujifunza ukuu wa Mungu. George Mutarogwa ana taarifa inayofafanua zaidi. Akieleza lengo la kambi hiyo ya siku moja, mkurugenzi wa idara ya vijana Conference ya Nyanda za Juu Kusini, Mchungaji Meshak Jackson Zilakwega, amesema wameamua kufanya hivyo ikiwa ni moja ya matukio muhimu yanayoweka vijana pamoja kujifunza, na kuongeza kuwa amefurahishwa na mwitikio wa vijana kuhudhuria kambi hiyo. Tumeona kwamba tuweze kufanya tukio hili la kuja kukamika hapa, kama ambavyo unaweza ukaona hali ya hewa haijakaa vizuri sana, panatisha, lakini tumetembea kilomita zaidi ya kilomita 20 tukaja kukambika eneo hili. Vijana ambao tumekuja nao zaidi ya tuko kwa ujumla tuna watu 29 ambao tumekambika nao hapa. Kilichonitia moyo, nimeshangaa mpaka kuna vijana wadogo kabisa Pathfinder nao wamekuja, na tunaona kwamba idara yetu ya vijana inafanya vizuri na itaendelea kufanya vizuri zaidi. Aidha, waratibu wa tukio hilo Esiwayelo na Irijwa Malongoza pamoja na kiongozi wa kanda Bupe Mwaruiswi wamesema mwitikio wa vijana kuhudhuria kambi hiyo umekuwa mzuri, japo changamoto za hali ya hewa zilikuwa ni kikwazo kwa safari hiyo. Tangu tumeanza hali ya hewa ilikuwa vizuri, tulitoka tukiwa vizuri, lakini tulipofika katikati njiani humo kulikuwa na vimanyunyu, lakini kwa sababu kwa idara ya vijana tunajifunza ukakamavu, hatukukata tamaa, tuliendelea kutembea mpaka kufika katika eneo hili ambalo tupo hapa. Kama unavyoona hali ya hewa yenyewe ilivyo, kuna ukungu. Kweli tumekuwa tukiratibu mipango mingi na mbalimbali kukaa kwa pamoja ili wao vijana waendeleze umoja, lakini pamoja na kuendeleza umoja wa kufanya kazi kwa pamoja kama timu katika kanisa mahali ya kwanza, lakini katika kanda kwa ujumla na katika mitaa, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Nao baadhi ya wanachama wa vyama vilivyomo katika idara ya vijana wakieleza uzoefu waliopata katika kambi hiyo, wamesema wamefurahishwa na mafunzo waliyopata pamoja na mazoezi ya viungo na ukakamavu. Katika umri huu kwa kweli nilikuwa naona kwamba mimi siwezi kuingia katika chama hiki, lakini kupitia katika uwezo wa Mungu amenitia nguvu, tukia nimejiunga katika chama hiki. Nimeona faida yake kwamba hiki chama ni kizuri sana. Nilikuwa siwezi kutembea mimi umbali mrefu, lakini kwa neema ya Mungu nimetembea kutoka Mbeya mpaka kufika hapa nilipo katika hii sehemu ya mlima wa Kawetere. Kwa kweli nimekutana na baridi kali kabisa hapa milimani katika mlima wa Kawetere, mlima maarufu sana hapa Tanzania. Kiukweli kuhusu hali ya hewa na mengineyo, mimi nimejitoa kushiriki kwa sababu ya uzoefu wa kazi ambao tumekuwa tukipitia, lakini kuwatia moyo na kuwaonyesha nyayo wengine kwamba usichague kazi, usichague eneo, kitakachokuja mbele yako madam kina faida, kifanyie kazi kwa utukufu wa Mungu. Katika tukio kama hilo la leo ambalo nimeshiriki na vijana wenzangu kutoka mitaa mbalimbali, nimefurahi kwa sababu nimepata uzoefu wa tofauti ndani ya kanisa. Kuna hali ambayo unaipata kama kijana kukutana na vijana wenzako, namna ambavyo kuna vitu unavisikia kwao ambavyo vinakufundisha na vinakuimarisha zaidi tofauti na ukiwa nje. Kutokea katika milima ya Kawetere, kilomita 20 kutokea pale Mbeya mjini, tumeweka kambi huku tukijifunza ukuu wa Mungu. Nikiripoti kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel. Kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania limefanya tukio la kugusa maisha ya jamii kwa kutoa msaada wa zaidi ya mabati 100 katika gereza la Segerea jijini Dar es Salaam. Mtambo Mgereza ana taarifa zaidi.
Tukio hilo lilohudhuriwa na viongozi wa conference hiyo akiwemo mwenyekiti, mhazini na msaidizi wake, na kuacha alama ya upendo na mshikamano kwa askari wa gereza pamoja na mahabusu walioko humo. Mimi kwa jina naitwa mchungaji Amon January Sikazwe, ni mwenyekiti wa jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania, tunaita kwa kifupi Seki. Mahali hapa nilipo ni katika eneo la gereza la Segerea, ambapo tumepata na fursa ya pekee sana kutembelea gereza hili. Na tumekuja mahali hapa na tumefurahi sana juu ya ukaribisho wa uongozi wa gereza hili. Wametukaribisha vizuri sana na tumefurahi sana. Na kwa sababu hiyo, kama kanisa la Waadventista wa Sabato, tumekuja kwa ajili ya kutoa huduma kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa naongea na askofu mkuu wa jimbo la Kusini mwa Tanzania, nikimweleza huduma hizi, alitubariki akasema basi muende huko. Na hivyo tumetoa huduma ya mabati karibu 150 kwa ajili ya kuweza kuwezesha eneo au jengo moja ambalo lilikuwa kwa kweli linavuja maji. Kusaidia, maana tunapaswa kufanya kazi kwa pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa huduma kama kanisa. Ni sehemu yetu na ni wajibu wetu wa kuweza kutoa huduma za kiroho, lakini pia huduma ambazo ni kusaidia jamii. Ninapenda kutoa hamasa kwamba hata wewe unayonisikiliza, bado kuna nafasi ya kutembelea magereza yetu ya Tanzania, kutoa misaada, kusaidia mambo mbalimbali ambayo ni mahitaji katika magereza yetu, ili kuwezesha jamii ya wenzetu waliomo mule. Tunasema wako kwenye mpito fulani, wako kwenye msimu fulani, na baadaye watakapotoka ni raia wema, tukiungana pamoja nao. Kwa jina naitwa Assistant Commissioner of Prison Hamisi Robert Ngaukea, ni mkuu wa gereza la mahabusu Segerea. Tunashukuru kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa magereza Joram Katungu kwa hawa Sabato kutuletea zawadi kubwa ya bati 150. Kwa jumla msaada huu ni mkubwa sana na umeweza kufika mahala sahihi, kwani tatizo lilikuwa kubwa hasa upande wa jiko, kwani bati zilikuwa zimetoboka, zinavuja sana. Kwa hiyo kwa kupewa bati hizi, tuna uhakika ndani ya wiki 2 basi hili jiko litakuwa limeezekwa na tutatoa feedback nzuri ili kusudio lile ambalo mliolitoa mjue kabisa limefanya kazi na limefika mahala sahihi. Nasi tuseme ni kwamba pale mlipopatoa basi muweze pakaongezwe zaidi na zaidi. Na msichoke, hili ni gereza la kwetu wote. Kwa pamoja tukishirikiana tunaweza tukalitoa hili taifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini lengo kuu ni nini? Lengo kuu ni kwamba hawa watu wabadilike, wawe raia wema, na wakirudi kule wakubaliwe, wafanye shughuli. Mwisho wa siku Tanzania itakuwa juu na uchumi unaongezeka. Hili ni mojawapo ya matendo ya huruma na wajibikaji wa kijamii yanayotekelezwa na kanisa la Adventista Sabato, likionyesha kwa vitendo thamani ya huduma ya Kristo kwa jamii. Kutoka katika gereza la Segerea jijini Dar es Salaam, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Naam, taarifa hii inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Mbonea Daniel, tafadhali endelea kubaki nasi. Naitwa Priska Methusela Jeje, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto, jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania la kanisa la Adventista wa Sabato. Niko hapa leo kuwaalika na kuwakumbusha kuhudhuria katika semina ya idara ya huduma za watoto itakayofanyika huko Njombe kuanzia tarehe 13 hadi 19 mwezi wa 4 2025 katika shule ya sekondari Gilgal. Katika semina hii mnenaji wetu mkuu atakuwa ni mchungaji David Mbaga, ambaye atatuweka madhabahuni, lakini pia
ataumega mkate wa uzima kila siku katika mikutano hii. Katika mikutano hii tumejipanga kuweza kukazia mambo makuu manne. Jambo la kwanza ni matumizi ya miongozo ya mtaala mpya wa shangwe katika Yesu, namna wazazi wanapoweza kutumia mwongozo wa kitabu cha watoto wa umri wa 0 hadi miezi 12 ambao umeandaliwa kumfanya mtoto ndani ya mwaka mmoja awe anakuwa na mianzo mizuri ya kuwa imara hata atakapokuwa mzee. Lakini pia mwongozo wa awali mwaka 1 hadi 3, lakini pia na mwongozo wa vijana wa bobea andikoni miaka 19 hadi 35 ambao umeandaliwa kulingana na mazingira na hali ya vijana na majaribu wanayokabiliana nayo katika huu ulimwengu wa karne ya 21. Jambo jingine itakuwa ni mwongozo wa namna ya kuwafanya watoto kuwa wanafunzi wa Yesu. Tutaona namna ambavyo familia ina mchango mkubwa kuandaa watoto kuwa wanafunzi kamilifu wa Yesu, kanisa pamoja na walimu na viongozi wa watoto. Tutaona namna ambavyo tunaweza kuwafanya watoto wawe rafiki wa Yesu, walijue neno, lakini pia wapende kumshuhudia Yesu. Na kwa kufanya hayo mambo matatu watakuwa imara na thabiti sana. Lakini jambo jingine la tatu, kanisa limekuja na mwongozo wa namna ya kulea watoto wa kiume ili waweze kuwa watu wanaoweza kubeba majukumu ambayo Mungu alivyowafikiria kuwaumba wanaume aliwapatia majukumu hayo. Lakini jambo la 4, tutajifunza namna ya kufundisha watoto au mtu yeyote kiasi kwamba jambo analoweza kufundishwa leo likaweza kuleta manufaa, namna bora ya kufundisha, mbinu za kufundisha, aidha katika ngazi ya familia, kanisa au kama ni mtu mwenye fani ya walimu. Tunawashukuru wachungaji ambao kila wakati tumekuwa pamoja nao, na hata katika mikutano hii tunawaalika tuweze kuwa pamoja, tupeane nguvu namna ya kuandaa kundi hili la walimu na wazazi, hatimaye Yesu anapokuja mara ya pili atukute sisi pamoja na watoto wetu tukiwa watu wengi. Mtazamaji, na kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chunya limefanya huduma ya uzinduzi wa nyumba ya misheni atakayokuwa akikaa mchungaji wa mtaa huo, huku wakimtia moyo kwa kazi ya utume. Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania imehitimisha harambee yake inayojulikana kama Sek Big Day, ambapo zaidi ya shilingi milioni 100 zimekusanywa kama sadaka kwa ajili ya kumalizia awamu ya mwisho ya ujenzi wa ofisi za conference hiyo. Katika habari za kimataifa, chuo kikuu cha Asia Pacific International kilichopo Saraburi, Thailand, kimefungua kituo kipya cha utafiti kilichojitolea kwa maandiko na mchango wa historia wa Ellen G. White. Na katika habari za muziki na maburudisho, kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania imeandaa siku maalumu ya muziki na uimbaji ili kuifahamu falsafa ya muziki wa Kiadventista. Asante sana mtazamaji kuendelea kubaki nasi, na hivi sasa tuangazie habari za kimataifa. Chuo kikuu cha Asia Pacific International kilichopo Saraburi, Thailand, kimefungua kituo kipya cha utafiti kilichojitolea kwa maandiko na mchango wa kihistoria kwa Ellen G. White. Tupate taarifa zaidi. Hafla ya ufunguzi ilijumuisha hotuba kutoka kwa Daktari Merlin D. Bart, mkurugenzi wa taasisi ya Ellen White inayopatikana katika makao makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato huko Maryland. Daktari Bart alisisitiza jukumu la kituo hicho katika kuhifadhi nyaraka za historia na kuendeleza utafiti. Wakati muhimu wa tukio hilo ulikuwa ni wasilishwaji wa barua 2 za asili zilizoandikwa na White pamoja na Biblia ya familia ya mwaka 2022 ambavyo kwa sasa ni sehemu ya mkusanyiko wa kituo hicho. Hiki ni kituo cha 19 cha utafiti wa aina yake duniani na cha 3 barani Asia. Kituo hiki kitahudumu kama rasilimali muhimu kwa watafiti na wanafunzi wanaovutiwa na maandiko ya White na umuhimu wake wa kihistoria.
Naam, na sasa tuangazie taarifa za muziki na maburudisho, ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania imeandaa siku maalumu ya muziki na uimbaji ili kuifahamu falsafa ya muziki wa Kiadventista. Taarifa yake Benedicto Ntinda inafafanua zaidi undani wa habari hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania, Mchungaji Deogratias Bambaganya ametoa wito kwa makanisa yote ya conference hiyo kushiriki kikamilifu katika siku hiyo. Awali ya yote ni mshukuru Mungu kwa kutupa uhai na neema mpaka kufika katika kipindi hiki ambacho kwa namna ya pekee sana tunaingia kwenye sabato ya pekee, sabato ya muziki na uimbaji. Sabato hii ya tarehe 12 mwezi wa 4 2025 ni sabato maalum ya kuhimiza na kuhamasisha watu wajue falsafa ya muziki wa Kiadventista. Tujue kwa nini tunaimba na tunaimba kwa ajili ya nani na makusudi ni nini, nani tunayemwimbia. Naye Mchungaji Lupakisio Makasweswe ambaye ni mkurugenzi wa idara ya vijana na muziki Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania amesema kumekuwa na changamoto mbalimbali katika namna ya kuimba kupitia miongozo mbalimbali ambayo kila mtu amejitawalia. Kumekuwa na changamoto mbalimbali namna ya kuimba kupitia miongozo mbalimbali ambayo kila mtu amejitwalia. Lakini siku hii ya tarehe 12 mwezi wa 4 tutajaribu kuliangalia neno la Mungu linasema nini kuhusu ibada. Kuhusu ibada ya kumwabudu Mungu kupitia nyimbo, kupitia muziki. Tutajaribu kuangalia ni namna gani miongozo yetu ya kanisa kupitia roho ya unabii inasema nini kuhusu namna ya kuendesha ibada yenye maana ndani ya kanisa la Waadventisti wa Sabato. Ninakualika na kukaribisha ndugu mtazamaji unayetazama video hii kwamba jiunge, turejee pamoja katika msingi wa uimbaji wa Kikristo ambao siku ya kilele na hamasa yake itakuwa siku ya tarehe 12 mwezi wa 4 mnamo mwaka huu. Naam, kwa taarifa yake Benedicto Ntinda, ndivyo ambavyo tunahitimisha Mbiu ya Kusini na taarifa ya habari juma hili. Ni kuombe tu ya kwamba endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyokujia kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii ya habari kukufikia, jina langu ni Mbonea Daniel. Mungu akubariki.